Hebu angalia furaha waliokuwa nayo hawa baada ya kumpokea Yesu Kristo. Wamezaliwa katika Uislamu, wamelelewa katika Uislamu, wamekuwa katika Uislamu maisha yao yote, lakini kwa sababu ya kukaa katika utumwa wa dini hii ya Kiislamu, na baadaye wamempokea Yesu Kristo, yaani ni kana kwamba kuna mzigo ambao wameutoa katika moyo wao. Kuna jambo zito ambalo lilikuwa linawakumba, lakini baada ya kukutana na Yesu Kristo wanakuwa na furaha ya ajabu. Hebu mwangalie huyo msichana vile anavyofurahia. Yote tu ni kwa ajili ya kumpokea Yesu Kristo mpaka anabatizwa. Akitoka ndani ya maji ako na furaha ya ajabu. Hebu angalia vile anavyofurahia. Anafurahia kwa sababu ya kumpokea Kristo. Anafurahia kwa sababu ya kutoa maisha yake kwa Yesu Kristo. Amekuwa katika utumwa wa dini ya Kiislamu kwa muda mrefu. Sasa amempokea Yesu Kristo, inakuwa ni furaha kwake. Hebu angalia vile alivyo na furaha. Hata akitoka ndani ya maji amefurahia, anamshukuru Mungu. Na sio hiyo tu. Hebu angalia huyu mwanaume. Huyu mwanaume amefurahia maisha yake kumpokea Yesu Kristo mpaka ni kana kwamba amesubiria tu kuulizwa. Anaitikia kwa furaha. Muislamu, najua unatazama video hii mahali popote ulipo. Nipenda kukualika kwa Yesu Kristo. Toa maisha yako kwa Yesu. Najua watu wengi wanaumia katika dini hii. Hapa Kenya kuna Waislamu wengi ambao wamempokea Yesu Kristo, lakini kwa sababu dini hii ina ukandamizaji wa hali ya juu, wengi wanaishi katika maisha ya uoga. Wengi wanaishi katika maisha ya kujificha. Mwanaume huyu amempokea Yesu Kristo, amesikia vizuri sana, amebatizwa. Hata wewe najua Muislamu, kuna mambo ambayo unayasikia katika moyo wako. Unasikia kweli, ninastahili kupata amani na utulivu wa maisha yangu. Na hiyo utulivu utaupata tu kama utatoa maisha yako kwa Yesu Kristo. Usiangalie mwanadamu, usiangalie imamu wako, usiangalie mashehe wako, usiangalie wahadhiri ambao wanasumbua watu kwa mitaa. Naona siku hizi wanaenda mpaka Jakaranda, wanaenda wanajificha huko kwa mareli, wanavamia tu watu. Umeona jana wanaenda wanavamia tu hata wasichana hapa Nairobi, wanaanza msichana mpaka anakuwa na wasiwasi. Sasa katika ile wasiwasi wanamvalisha mpaka hijabu, wanamvalisha nguo za Kiislamu, wanasema mashallah, unaona vile Uislamu unaenda. Ni uoga wanaotia kwa watu. Jiulize, ili jambo kama lingekuwa linafanyika kwa Mkristo ndiye anafanyia Muislamu, singekuwa na maandamano kila mahali. Imani ya Uislamu imefinya watu. Imani ya Uislamu imekandamiza watu. Imani ya Uislamu haipatii watu freedom. Ndio sababu unaona wale wamempokea Yesu Kristo na wamekubali kubatizwa, wamekuwa na furaha ya ajabu. Mwenyewe umejionea kwa video. Hapa Kenya najua wako wengi. Kila siku napigiwa simu na Waislamu wengi wanataka kumpokea Yesu Kristo, lakini wananiambia tafadhali hide my identity. Tafadhali usinijulishe kwa watu. Naelewa mambo ambayo napitia katika Uislamu, na wengi tumebatiza, wengi wanampokea Yesu, lakini kwa sababu ya kuhofia maisha yao tunawaficha. Najua hata kuna Waislamu saa hii kwa comment mtaanza kuandika hapo, ni kina nani hao? Tupatie location yao, tupatie msikiti wao, tupatie tujue ni kweli. Hatuwezi, maana tunajua sheria ya Kiislamu inasema man badala dinahu faqtuluhu. Nafikiri sitaje kufafanua hiyo. Wewe unajua vile inavyozungumza, na hatuwezi tukahatarisha maisha ya Uislamu unless mwenyewe amue anataka kwenda public. Kwa hiyo Muislamu uko pale na ungependa kumpokea Yesu Kristo, ungependa kukaribisha kwa njia ya kipekee. Toa maisha yako kwa Yesu. Wacha Yesu akutawale, wacha Yesu akuongoze. Pata amani, pata furaha ya kuwa ndani ya Yesu Kristo. Sisi tuko ndani ya Yesu Kristo bwana, nakwambia tunapata raha sana. Tuko ndani ya Yesu Kristo, tuko na uhuru wa ajabu, maana tunamwabudu Mungu wa kweli. Hata wewe kama ungependa kutoa maisha yako kwa Yesu Kristo,
Jameni, usisite site. Namba yangu ndio hiyo, nipigie, nitakuelekeza kama ninavyoelekeza na wale Waislamu wengine ambao wameamua kuokoka. Nawaelekeza hata wewe ambao unanitazama, kama ungependa kutoa maisha yako kwa Yesu, namba yangu ndio hii, nipigie, nitakuelekeza. Hata kwa WhatsApp nitakuelekeza vile utakavyopata hifadhi na vile utakavyompokea Yesu Kristo na vile utakavyobatizwa na vile utakavyoishi maisha yako. Ningependa nitoe ombi kwa sababu yako. Baba wa mbinguni, ninakushukuru sana kwa sababu ya Amina ambaye anatazama. Ninakushukuru sana kwa sababu ya Hussein. Ninakushukuru sana kwa sababu ya Muhammad, Swaleh, Abubakari, wote wale ambao wanatazama na ni watoto wako wa Kiislamu ambao Bwana wameguswa katika maisha yao, wangependa kutoa maisha yao kwako. Ninawakabidhi mikononi mwako Kristo, ukapate kuwagusa, ukapate kuwapatia hifadhi. Wengi wamefungwa na minyororo ya Uislamu, wako kule katika dini ya Uislamu, wanatafuta njia ya kutoka, wanatafuta njia ya kukutafuta. Bwana, ninakusihi, ninakuomba wape utulivu, wape amani katika maisha yao, ili Bwana tutakapopata testimonies za wale ambao wamejitoa kwako Kristo, tutalitukuza na kulimidi jina lako. Wengi najua Bwana wanakutazamia, wengi wanakuamini kisirisiri. Bwana, ninakuomba wape ujasiri wa kuweza kujitokeza na kuweza kukubali kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Acha jina lako litukuze ndani ya maisha yao. Hili ndilo ombi letu kwa imani kupitia kwa Yesu Kristo aliye Bwana na Mkombozi wetu. Amen.